Mwaka 1934 nyani huyu walimchukua akiwa mdogo msituni na kumpeleka mjini kuishi naye. Waliishi naye miaka mingi sana, kasoro walipata tabu sana kumzoesha kuishi mjini kwa sababu alikuwa anawatoroka kila siku, na msitu waliomtoa ulikuwa mbali sana. Inabidi tu wazoee, akitoroka wanamchukua wanamrudisha nyumbani. Walikaa naye miaka mingi sana. Walimchukua mwaka 1934 hadi mwaka 2025 waliamua kumrudisha. Aliona kwamba hali ya watoto wake hawatamtunza nyani huyu kwa sababu yeye alishazeeka. Akawaambia wajukuu wake na watoto wake, naomba twende misitu ya DRC Congo tumrudishe nyani huyu kwa mikono miwili, kwa sababu tulimtoa kule kule muda huo nyie hamjazaliwa. Walimbeba kwenye boksi la miti kama hivyo hadi wakaja kumshusha msituni. Nyani mwenyewe haamini, ameona hii miti ni wapi huku, alishasahau. Alianza kuwaaga watu hawa kwa furaha na majonzi, na watu hawa wanamuaga nyani huyu huku wanalia. Aliwakumbatia na akaanza kuondoka zake. Ndio jue kila mtu na kwao. Kumweka nyani mjini ni sawa na kumnyanyasa au ni unyanyasaji, kwa sababu kila mtu ana mazingira yake, akiyaona ana furaha yake. Kila mtu na mazingira yake aliyozaliwa. Ukiona mtu kaondoka nyumbani kwa ajili ya utafutaji tu, na nyani hawezi kuondoka nyumbani, labda ahame msitu, sio kuhamia mjini.